ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أحيانا بعد مماتنا وتكفل بأرزاقنا وأوقاتنا وأقواتنا وأمرنا بتوحيده في جميع أوقاتنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله يعلم ما نحن عليه من أسرارنا ونياتنا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه موالينا وساداتنا. أما بعد، baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi chetu na mtume wetu Bwana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tukiwa tumekutana tena kama kawaida yetu kwa ajili ya kukumbushana na kutanabahishana katika dini yetu. Leo unwani ya khutba ambayo nimepanga kuweza kukumbushana inasema ما هي الخسارة الحقيقية والربح الحقيقي. ما هي خسارة الحقيقية؟ ni ipi hasara ya uhakika, والربح الحقيقي na faida ya uhakika. Kama tunavyofahamu ndugu zangu Waislamu, katika maisha ya dunia tunayoishi, kila mmoja yuko mbioni kuhakikisha kwamba atafaulu katika maisha. Si mkubwa si mdogo, kila mmoja yuko mbioni anatafuta kufaulu katika maisha. Hakuna ambaye anataka kupata hasara, na ndio maana ukaona mabiashara yamejaa, yameenea kila mahala. Na kwa yule ambaye hana biashara, yuko mbioni anafikiria ni biashara gani ambayo naweza nikafanya ili niweze kufaulu katika maisha. Aona kwamba kukaa bila biashara hataweza kufaulu katika maisha. Ili afaulu katika maisha lazima awe na biashara ama awe na kitu ambacho kinampatia income kila wakati. Hapo ndipo anajikuta kwamba atakuwa amefaulu. Lakini kukaa tu bila chochote, aona kwamba huko ni kufeli, sio kufaulu. Na kila mmoja anapoipata ile faida aliyotarajia, basi huwa anafurahi kwa sababu amepata faida, na wakati amepata hasara anakasirika, anahuzunika, kwa nini nimepata hasara? Lakini je, kufaulu katika maisha ya dunia ndiyo kufaulu kwa uhakika? Na kufeli katika maisha ya dunia ndiyo kufeli kiuhakika? Hapana. Kufaulu katika dunia sio kufaulu kiuhakika, na kufeli katika dunia sio kufeli kiuhakika. Kwa sababu kuna wale ambao kawaona kwamba wamefaulu, maisha yao alhamdulillah yawaendea vizuri, wana income ya kutosha. Lakini je, katika kufaulu kwao wana uhakika kwamba wataendelea ndani ya maisha hayo mpaka kufa kwao? Hakuna uhakika huo. Na yule ambaye ni maskini kamuita kwamba amefeli, katika kufeli kwake
Je, kuna uhakika kwamba ataishi katika kufeli mpaka kuondoka kwake katika ulimwengu? Pia hapana, inaweza ikageuka wakati wowote. Yule ambaye tumeona amefaulu, twaweza kumuona amedidimia, akawa ameishiwa, amefilisika, akawa hana kitu, wakati alikuwa na nafasi nzuri. Sasa leo kama kufaulu katika dunia ni kwa uhakika, huyo asingefilisika. Na kwa huyo ambaye ni maskini, tumeona kwamba amefeli, kuna siku Mwenyezi Mungu anaweza kuja kumwinua, akainuka, akawa anasifika mji mzima. Sasa kama kufeli katika dunia ndio kufeli kiuhakika, huyo asingeinuka, angebakia vile vile mpaka kuondoka kwake katika ulimwengu. Kwa hivyo kufaulu katika dunia sio kufaulu kwa uhakika, na kufeli katika dunia sio kufeli kiuhakika. Lakini pia huyo amefaulu katika dunia, ameishi mpaka akaondoka katika dunia akiwa bado ana utajiri ama ana miliki nzuri. Je, ndiyo kumaanisha kwamba akhera pia atakuwa amefaulu? Huyu ameishi na ufalme ama na mali, akawa ni mtu anayejiweza mpaka akaondoka katika ulimwengu. Je, inamaanisha kufaulu kwake katika ulimwengu ndio atakuwa amefaulu kesho akhera mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Hapana. Na huyo ambaye ameishi katika umaskini, katika dhiki, katika shida, akawa amefeli katika maisha mpaka akaondoka katika ulimwengu katika hali hiyo hiyo ya kufeli, je, mbele ya Mwenyezi Mungu kuna uwezekano ama kuna uhakika kwamba pia atakuwa amefeli mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Pia hilo jawabu hapana. Kwa hivyo maisha ya dunia kama namna tunavyoyatapilia, tunavyoyakimbilia, kila mmoja anataka afaulu katika ulimwengu, lakini kufaulu katika ulimwengu sio kufaulu kesho akhera, na wala sio kufaulu kwa uhakika, bali kufaulu kwa uhakika ni kufaulu kesho akhera. Ukishakufaulu kesho akhera, wewe ushafaulu hapa ulimwenguni na umefaulu pia kesho akhera. Yani hakuna sababu ya wewe kufilisika ama kufeli ikiwa utakuwa umefaulu akhera. Sio kufaulu katika dunia, bado una uwezekano wa kufeli, bado una uwezekano wa kufeli. Kwani ni wangapi ambao walikuwa wamefaulu wanatajika, lakini baadaye wakafilisika? Wako wengi. Kwa hivyo kufaulu katika dunia sio kufaulu kwa uhakika, na sio kufaulu kwa kesho akhera mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tung'ang'ane katika dunia kama tunavyong'ang'ana, mwenye biashara hii, mwenye biashara ile, mwenye ile. Wengine wako tayari hata kuchukua mali kwa njia ambayo sio ya haki, kwa njia ya dhulma, lakini tu na yeye atajirike, asifike, atajike kwamba na yeye ni mtu aliye na nafasi katika dunia. Kwa hivyo kufaulu kwa uhakika ni kufaulu kwa kesho akhira mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huko ndiko kufaulu kwa uhakika. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Al-Qur'an Al-Karim anatuambia katika sura Al-Asr, Bismillahir Rahmanir Rahim, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Mwenyezi Mungu katika hii sura ni sura ndogo fupi, lakini iliyo na maana makubwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
ametoa hakikisho kwa mwanadamu madhali yuko katika ulimwengu, basi yeye yuko katika hasara. Innal insana la fi khusri, hakika mwanadamu yuko katika hasara. Ishi utakavyoishi, hata uwe na mali kiasi gani, uwe umefaulu kiasi gani, lakini kumbuka kwamba uko katika hasara madhali uko katika hii dunia. Lakini akasema illa alladhina amanu, isipokuwa wale walioamini, wa amilu salihati, na wakafanya amali njema, watawasau bilhaqi, na wakahusia ama wakahusiana katika haki, watawasau bisabri, na wakahusiana katika subra. Hao ndio ambao hawatakuwa katika hasara. Lakini ikiwa utaishi katika ulimwengu uwe umefanikiwa utakavyokuwa umefanikiwa, lakini ikiwa umekosa imani na matendo mema, basi hapo wewe utakuwa umehasirika fi dunya wal akhirah, hapa ulimwenguni na kesho akhira. Hata uwe na mali kiasi gani, ikiwa utakosa imani ya matendo mema, basi wewe utakuwa umehasirika tu. Na akasema pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kumwambia kul, sema ewe Muhammad, innal khasirina alladhina khasiru anfusahum, hakika waliopata hasara ya uhakika ni wale ambao wamepata hasara nafsi zao zinapata hasara, wa alihim, na jamaa zao nao pia wamepata hasara, yauma alqiyama, siku ya kiyama. Yani wao watakuwa wamehasirika hapa ulimwenguni na wamehasirika pia kesho akhira mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hata kama wanaishi kwa njia ya ufahari. Kisha Mwenyezi Mungu asema fi jahannama khalidun, hao wataingia katika moto wa jahannama tu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kukosa imani. Hata awe na utajiri kiasi gani, aishi maisha ya ufahari kiasi gani, lakini kwa sababu ya imani imekosekana ndani ya nafsi zao, basi hao watakuwa wamehasirika tu moja kwa moja. Kwa hivyo hasara ni mtu kukosa akhira, mtu kukosa kujiandalia akhira, aishi atakavyoishi hapa katika ulimwengu. Ikiwa hakujiandalia akhira yake, basi huyo atakuwa amehasirika, kwa sababu kule hakuna mabadiliko, hakubadiliki kule. Vile utakavyokwenda tu ni hivyo hivyo. Hapa ulimwenguni waweza kuwa maskini na ukabadilika ukawa tajiri, waweza kuwa tajiri ukabadilika ukawa maskini, lakini kesho akhira mbele ya Mwenyezi Mungu vile utakavyokwenda ni hivyo hivyo, hakuna mabadiliko tena. Umekwenda wewe ni fukara, basi tabakia wewe ni fukara tu mbele ya Mwenyezi Mungu. Umekwenda ukiwa wewe umejiwekeza mbele ya Mwenyezi Mungu, basi utakuwa namna hiyo hiyo, na hakuna mtu atakayekubadilisha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Al-Qur'an Al-Karim ameeleza asbab zinazopelekea mtu kupata hasara kesho akhira mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ziko asbabu nyingi sana, lakini kwa sababu ya wakati zile tutakazojaliwa kuzizungumza basi itakuwa ni hizo hizo. Ya mwanzo kabisa ni ashirku billah, mtu kuishi katika ulimwengu akiwa anamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni hasara ambayo ni kubwa sana. Atakuwa na hasara hapa ulimwenguni na kesho akhira mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vile vile atakuwa ni mwenye hasara. Na tukumbuke kama tulivyosema, faida ama kufaulu kesho akhira hakubadiliki. Wewe ukienda umefaulu, basi ni milele na milele, wewe utakuwa umefaulu. Na ukienda umehasirika, basi hiyo ni hasara ya milele na milele. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ya Al-Qur'an Al-Karim, la in ashrakta la yahbatanna amaluk
wala takunanna minal khasirin. Ikiwa utawahi kumshirikisha Mwenyezi Mungu katika maisha yako ya dunia, umshirikishe Mwenyezi Mungu katika maisha yako ya dunia, basi la yahbatanna amaluka, amali zako zote zitapomoka. Yale matendo mema yote ambayo umeyafanya yote yanapomoka, yani yanafutika, kwa sababu ya ile shirki ambayo umemshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe unakuwa mtu muflis, kila ulichokifanya kitakuwa umekiharibu, kimeharibika kwa sababu ya ile shirki ambayo umeifanya. Wala takunanna minal khasirin, na mutakuwa miongoni mwa wenye kuhasirika kwa sababu ya ile shirki. Kwa hivyo ashirku ni moja katika sababu inayompelekea mwanadamu kupata hasara kesho akhira mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ni hasara ambayo ni ya uhakika. Jambo la pili ni alkufru billah, kumkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukaishi katika ulimwengu bila kumjali Mola wako, ukaona kwamba Mwenyezi Mungu ama hakuna Mwenyezi Mungu katika ulimwengu, maisha haya yanajiendea tu, hakuna mwenye kuyaendesha, kwa hivyo hakuna Mungu. Kwa ufupi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ya Al-Qur'an Al-Karim, walladhina amanu bilbatil, na wale ambao wameamini mambo maovu wakayachukulia, mfano kama sasa kuna wanaoabudu masanamu, kuna wanaoabudu ng'ombe, kuna wanaoabudu jua, wakavichukulia vile kwamba ndiye Mungu. Wakafaru billah, na wakampinga wakamkufuru Mungu wa uhakika, wakatafuta vitu vyao vingine wakavifanya kwamba ndiye Mungu, wakamkufuru Mungu wa uhakika. Ulaika humul khasirun, hao ndio wale ambao ni wenye kupata hasara kwa sababu ya kumkanusha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuabudu visivyokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, inna dina inda Allahi al-Islam, hakika dini ya uhakika, dini ya sawa mbele ya Mwenyezi Mungu anayoitambua ni al-Islam, ni dini ya Uislamu. Mwenyezi Mungu hatambui dini nyingine ila dini ya Uislamu. Faman yabtaghi ghaira al-islami dinan, kwa sababu Mwenyezi Mungu anaitambua dini ya Uislamu, atakayefuata dini nyingine isiyokuwa ya Uislamu, falan yuqbala minhu, asema hiyo dini yake haitokubaliwa. Mwenyezi Mungu hataikubali hiyo dini kwa sababu haijui. Mwenyezi Mungu anajua dini ya Uislamu na yeye amekuja na dini isiyokuwa ya Uislamu. Sasa yote mwenye kuifuata dini isiyokuwa ya Uislamu, basi dini yake hiyo haitokubaliwa. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, na mtu huyo kesho akhira atakuwa ni miongoni mwa wenye kuhasirika, hasara ambayo ni ya milele. Sababu nyingine inayopelekea mtu kupata hasara kesho akhira ni alkufru bil Qur'an, kupinga maneno matukufu ya Qur'an, maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kuna watu ambao wanayachukulia maneno haya yani hayana thamani, afadhali asome vitabu storybooks zile, atazipatia nafasi nzuri zaidi, atazipatia kipaumbele zaidi kuliko maneno ya Al-Qur'an Al-Karim. Yeye atakuwa kila ukizungumza naye kama fulani amesema hivi, kuna kitabu fulani kimesema hivi, lakini hakuna siku atanukuu maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa mwenye kuipinga Al-Qur'an Al-Karim, naye huyu atakuwa miongoni mwa wenye kupata hasara. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ya Al-Qur'an Al-Karim, alladhina atainahumul kitaba, hakika wale ambao tumewapatia Al-Qur'an Al-Karim, yatlunahu haqqa tilawatihi, wanaisoma hii Qur'ani haki ya kuisoma, wanaisoma haki ya kuisoma. Kuna watu saa zote wao wako na Qur'an,
Mashallah, watu saa zote wako na Qur'ani. Kila ukimwona yeye yuko na Qur'ani, kila ukimwona yeye yuko na Qur'ani. Lakini pia kuna watu kuisoma hiyo Qur'ani yuko katika swala, yuko katika swala ndipo tasoma ile alhamdu na kul huwallahu, basi ana haja sura nyingine itamchelewesha. Hawana haja na hiyo Qur'ani kabisa. Kuisoma kwao ni shida. Kila mmoja anajijua hivi. Lau tutaulizana mwisho wewe kushika mashafu kusoma Qur'ani ni lini? Kuna mwingine atakwambia mimi nilishika wakati wa Ramadhani, mpaka Ramadhani hii inakuja ndio nitashika. Sasa Mwenyezi Mungu anawasifu, anasema alladhina atainahumul kitaba, wale ambao tumewapatia al-Qur'an al-Karim, yatilunahu haqqa tilawati, wakawa wanaisoma Qur'ani haki ya kuisoma, ulaika yu'minuna bi, hao wanaoisoma Qur'ani haki ya kuisoma ndio watu wanaoiamini Qur'ani. Ndio maana wanaisoma kila wakati, wanajua haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu, hawataki kuwa mbali nayo, saa zote wanasoma. Hao ndio watu ambao wanaiamini al-Qur'an al-Karim. Akasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ulaika yu'minuna bihi, hao ndio wale ambao wanaiamini al-Qur'an al-Karim. Wa man yakfur bihi, na yeyote mwenye kuikanusha na kuipinga al-Qur'an al-Karim, fa ulaika humul khasirun, hao watakuwa ndio wale wenye kupata hasara, hasara ya uhakika, hasara watakayoipata hapo ulimwenguni na kesho akhera, hasara isiyobadilika. Hasara ya ulimwenguni inabadilika, na kufaulu kwa ulimwenguni pia kunaweza kubadilika, lakini hasara ya akhera mbele ya Mwenyezi Mungu, hiyo ndio hasara ambayo ni ya uhakika, hasara isiyobadilika. Katika sababu nyingine ambazo zinapelekea mtu kuweza kupata hasara ni mtu mizani yake ya mema inapokuwa nyepesi. Ameishi katika ulimwengu miaka 60, 70, 80 hata zaidi, lakini mema yake yakawa ni kidogo kuliko maovu yake, mema yake yakawa ni hafifu kuliko maovu yake, maovu yakawa ndio yana uzito, basi mtu huyu naye atakuwa amepata hasara fi dunya wal akhirah. Asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa man khaffat mawazinuhu, na yule ambaye mizani ya mema yake itakuwa ni nyepesi, fa ulaika alladhina khasiru anfusahum, hao ndio wale ambao watakuwa zimepata hasara nafsi zao, fi jahannama khalidun, na wataishi milele katika moto wa Jahannam. Yale ambao watakwenda mbele ya Mwenyezi Mungu, zikipima amali zake zikutikane ama zionekane kwamba amali zake njema ni hafifu, ni nyepesi, lakini uzito uwe katika yale maovu yake, huyu atakuwa ni miongoni mwa wenye kukhasirika kesho akhira mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na sababu nyingine inayopelekea mtu kukhasirika ama kupata hasara mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kukosa msamaha, faqdul maghfirati min Allah, kukosa msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ameishi katika ulimwengu miaka aliyoishi, lakini hakubahatika kuomba tauba, kuomba msamaha kwa makosa yake aliyoyafanya, akaondoka katika ulimwengu bila ya kusamehewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huyu naye atakuwa amepata hasara, kama Nabii Adam pamoja na mama yetu Hawa waliposema wakati walipotolewa peponi na kuletwa katika ulimwengu, walisema
rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mola wetu, tumezidhulumu nafsi zetu kwa maovu tuliyoyafanya, na usipotusamehe na kutuhurumia, basi sisi tutakuwa miongoni mwa wenye kupata hasara. Maneno ya Nabii Adam na mama Hawa, wanamwambia Mwenyezi Mungu, tumezidhulumu nafsi zetu, na sisi tutadhulumu nafsi zetu. Sasa wanasema ikiwa hutotusamehe, tutaondoka katika ulimwengu bila msamaha wako, bila wewe kuturehemu, kutuhurumia, basi sisi tutakuwa miongoni mwa wenye kupata hasara. Naye Nabii Nuh alayhi salam alimwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa illa taghfirli, usiponisamehe mimi wewe Mwenyezi Mungu, watarhamni, na usiponihurumia, usiponisikitikia, akun minal khasirin, nitakuwa miongoni mwa wenye kupata hasara. Kwa hivyo mtu aishi katika ulimwengu atakavyoishi, lakini asikose kuomba msamaha, kuomba tauba kwa makosa yake. Usiseme kwamba wewe ukosei. La, hakuna aliyesafishika, hakuna msafi, kama alivyotambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kullu ibn adama khata'un, kila mwanadamu ni mwenye kufanya makosa, hakuna ambaye hafanyi makosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabuna, na katika wale wenye kufanya makosa atakayekuwa bora wao. Watu wote wanafanya makosa, lakini atakayekuwa bora katika wale wanaofanya makosa at-tawwabuna, ni wale wenye kuomba tauba, kuomba msamaha. Kwa hivyo usiseme kwamba wewe ni msafi. La, omba tauba, omba msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili msamaha huu Mwenyezi Mungu anapokubali, basi wewe utakuwa umefaulu hapo ulimwenguni na kesho akhera, na umeepukana na hasara hapo ulimwenguni na kesho akhera vile vile utakuwa umeepukana na hasara kama hii. Na vile vile katika sababu ambazo zinampelekea mtu kupata hasara mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni takdhibu biliqa'illah, mtu kukanusha kwenda kukutana na Mola wake. Hii ni ahadi ambayo kila mmoja wetu lazima awe nayo na awe na uhakika nayo. Atakwenda mbele ya Mwenyezi Mungu kukutana na Mola wake ili aweze kulipa mema aliyoyafanya, na kama ni maovu alipe kwa maovu yake aliyoyafanya. Hii ni lazima kila mmoja wetu awe na uhakika huo. Sasa mtu anapokanusha akasema kwamba hakuna kwenda kukutana na Mwenyezi Mungu, mtu akishakufa amekufa, kwa sababu hizi ni kauli ziko. Mtu akwambia bwana, mtu akishakufa ameshakufa, hakuna lolote, msidanganye. Mtu akishakufa amekufa, hakuna lolote. Lakini mtu akishakufa kuna kwenda kukutana na Mola wake, kulipwa mema aliyoyafanya na maovu aliyoyafanya. Sasa yote mwenye kukanusha kwenda kukutana na Mola wake, basi huyu atakuwa naye ni miongoni mwa wale ambao wamehasirika hapa duniani na kesho akhera. Asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kad khasira alladhina kadhabu biliqa'illah, hakika wamepata hasara wale wanaokanusha kwenda kukutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wama kanu muhtadin, na hao si watu waongofu, sio watu wema. Wewe kama unapinga kwenda kukutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hiyo ni ishara kwamba wewe si mtu mwema, ni mtu ambaye hawezi kuongoka, na lau anaongoka basi atakuwa ni mwenye kubadilisha kauli yake kama hii. Kwa hivyo kukanusha kwenda kukutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi hiyo ni sababu ambayo itampelekea mtu kupata hasara hapa duniani na kesho akhera. Jambo jingine ama sababu nyingine inayopelekea mtu kupata hasara hapa duniani na kesho akhera ni itikhadhu shaitani waliyan min dunillah, kumfanya shaitani ndiye walii, ndiye unayemfuata
badala ya kumfuata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wewe ukawa unafuata sheitani. Ukiwa utamfuata sheitani mwongozo wake, basi wewe utakuwa ni miongoni mwa wenye kupata hasara hapa duniani na kesho akhera. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, waman yattakhidhu shaytana waliyan, na yeyote mwenye kumfanya sheitani ndiye walii wake, min dunillahi, basi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fakad khasira khusranan mubina, hakika hiyo atakuwa amepata hasara kubwa, hasara iliyo wazi, ikiwa utamfuata sheitani badala ya kumfuata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hizi ni baadhi ya sababu ambazo zinamfanya mtu kupata hasara, ambayo hii ndio hasara ya uhakika. Sio hasara kwamba mtu maisha yake anaendea kombo ndio amepata hasara, ama sio hasara kwamba mtu amefanya biashara akapata hasara, hakufaulu, hakupata faida ndio akawa amekasirika. La, hiyo sio hasara. Anaweza kufanya tena, ama anaweza kubadilisha biashara na akafaulu akapata faida. Kwa hiyo faida na biashara ya ulimwenguni sio faida ya uhakika na sio hasara ya uhakika, lakini hasara ya uhakika na faida ya uhakika ni ile faida atakayoipata kesho akhera, ndio faida ya uhakika, na hasara atakayoipata kesho akhera ndio hasara ya uhakika. Tumalizie kueleza kwa uchache kufaulu mwanadamu katika ulimwengu. Kufaulu kwa uhakika ni kufaulu kwa aina gani? Kama tulivyosema, hasara ya uhakika, na tukaeleza namna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyozieleza hasara ambazo ni za uhakika. Sasa faida ya uhakika ama kufaulu ambapo ni kwa uhakika pia ni kufaulu katika akhera. Unapofaulu akhera, basi huko ndiko kufaulu kwa uhakika ambako hakuwezi kubadilika. Utakuwa umefaulu moja kwa moja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza asbabu za kumfanya mtu aweze kufaulu, nayo ni kushikamana na Al-Qur'anul Karim. Akawa mtu anaisoma na kushikamana na swala na kutoa mali yake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anatuambia Mwenyezi Mungu, innal ladhina yatluna kitaba Allah, hakika wale ambao wanasoma kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa aqamu salata, na wakasimamisha sala, wa anfaqu mimma razaqnahum, na wakatoa vile tulivyowaruzuku. Kwanza wanasoma Al-Qur'anul Karim, kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha wanasimamisha swala, kisha wanatoa katika mali ambayo Mwenyezi Mungu amewajalia. Watu hao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wanafanya hivyo, yarjuna tijaratan lan tabur, wanfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya, wanatoa vile ambavyo Mwenyezi Mungu amewaruzuku kwa siri na wanatoa kwa dhahiri. Wanatoa kwa siri, hakuna mtu anayejua kwamba yeye ametoa, lakini ametoa. Na kutoa namna hii kuna faida kubwa, kuna fadhila kubwa zaidi kuliko kutoa kwa dhahiri. Kama utaweza wewe kutoa lakini utoe kwa njia hii ya siri, basi utakuwa unapata fadhila kubwa zaidi kuliko kutoa mbele za watu. Sasa wanatoa mali yao kwa njia hiyo, kwa siri na kwa dhahiri. Anasema Mwenyezi Mungu, yarjuna tijaratan lan taburu, hawa wanafanya hivyo wakitarajia faida kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, faida ambayo yani haina hasara, faida ya uhakika. Katika biashara hii ni 100%, hakuna hasara, ile ni faida tu. Si kama biashara zetu tunazofanya, wewe mwenyewe umefanya lakini roho iko juu, sijui hapa nitarudisha pesa yangu, sijui hapa itakuwaje. Biashara hii anayozungumza Mwenyezi Mungu ya kusoma Al-Qur'anul Karim,
na kusimamisha sala 5 na kutoa katika mali ambayo Mwenyezi Mungu amekuruzuku kwa siri na kwa dhahiri, ni biashara ambayo ina uhakika 100% wewe utapata faida tu, hakuna siku utapata hasara. Sasa huko ndiko kufaulu kwa uhakika. Mtu akaambiwa kwamba ameukata, basi aukate kwa njia hii, lakini kwa sababu ya mali anaweza akaukata kweli akaishi vizuri, lakini kesho akhera hasara moja kwa moja, kwa sababu mali pengine ameipata kwa njia ya dhulma na akaitumia vibaya. Haya, kuna salama gani na mali yake? Kuna kufaulu gani huko mbele ya Mwenyezi Mungu? Hawezi kufaulu. Lakini biashara ukitaka kufaulu kwa uhakika, ni biashara hii, ushikamane na mambo mema, Qur'ani, swala, utoe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika aya nyingine ambayo inamalizia, Mwenyezi Mungu anasema, ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim, enyi mlioamini, siwajulishi biashara ambayo itawaokoa na adhabu ya Mwenyezi Mungu. Yaani ni biashara, lakini faida yake si senti kama ile biashara tunayoifanya sisi. Faida yake sio senti kama vile tunavyoifanya. Biashara hii faida yake ni kuokolewa na kuepushwa na adhabu kali za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ndio faida yake, na hiyo ndio kufaulu. Sasa Mwenyezi Mungu akataja zile asbabu ambazo zitampelekea mtu kuweza kufaulu kwa uhakika na kuepushwa na adhabu ya moto wa Jahannam. Akasema tu'minuna billahi, ni kumwamini Mwenyezi Mungu. Hiyo biashara hiyo, wewe kwanza umwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha wa rasuli, umwamini na mtume wake, kisha watujahiduna fi sabilillah, na mujitolee katika kuipigania dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, biamwalikum wa anfusikum, kwa mali yenu na nafsi zenu. Mtoe nafsi zenu muende katika jihadi, na mtoe mali zenu muende katika jihadi. Sasa hizi ndizo asbabu na biashara ambayo yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba tunjikum min adhabin alim, itawaokoa na adhabu kali kesho akhera. Na huko sasa wewe ukishakuokolewa na adhabu, huko ndiko kufaulu. Wataka kufaulu kwa namna gani tena? Kufaulu kuwa na senti, kuwa na mabilioni, ndio utakuwa umefaulu. Kuwa na mabilioni lakini kesho ingia motoni, haya kuna kufaulu? Ndio tukasema mwanzo, kufaulu kwa uhakika ni kufaulu akhera, na kufeli kiuhakika ni kufeli akhera. Hapa duniani vitu vinaweza kubadilika tu. Leo wewe maskini, kesho unaweza kuamka tajiri. Leo wewe tajiri, kesho unaweza kuamka ni maskini. Vitu vinabadilika, hakuna uhakika, lakini uhakika uko kesho akhera. Wewe ukiondoka hapa katika ulimwengu, wewe ni tajiri, umefaulu, basi kwa Mwenyezi Mungu vile vile utakuwa umefaulu, huko hakuna mabadiliko. Na umeondoka hapa wewe umefeli, huna chochote katika hazina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi huko ndiko kufukarika kiuhakika. Utakwenda kwa Mwenyezi Mungu ukiwa huna lolote. Mungu Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana, atuwezeshe kuyafanya ya kheri na kuepuka ya shari. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.